walipokuwa wakimfanyia kazi, alijua kwamba njia moja shetani hutumia kuvunja watu mioyo, kusababisha watu ile mbio walikuwa nao waanze kupunguza mwendo, ni katika njia ya kunenewa, ni katika njia ya kudhihakiwa, ni katika njia ya watu kukulaumu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Yesu akatambua kwamba hawa watu wako na safari mrefu ya kuendelea na hii Injili, na akawa ni lazima awaimize na awaelekeze kwa njia, awafunze yale mambo ambao huwa inatokezea katika hii safari ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake, alikuwa anaongea na wanafunzi, anawaambia kwamba heri nyinyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili ya Kristo, furahieni na kushangilia, kwa sababu hivyo tu wanawafanyia ndivyo walitangulia kufanyia manabii waliotangulia kabla yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno gani mpendwa unaweza kuwa umekumbana nao ya kukuvunja moyo? Ni masauti gani unaweza kuwa unayasikia? Yale masauti yanachangia ule mwendo ulikuwa nao umeanza kuzimia kwa sababu ya hizo sauti. Na ndiposa Bwana akaniambia kwamba ambia watu wangu wasije wakavunjwa moyo. Moyo ni kwa moyo wa kuendelea na hii safari ya imani, moyo wa kujitolea. Usije ukavunjwa moyo na maneno ya watu, muradi wewe uko upande wa Mungu. Yesu akishaongea, sauti za wanadamu huwa ni kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Usivunjwe moyo na vile wanaweza kuwa na kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile wanaweza kuwa na kufikiria, vile wanaweza kuwa na kunenea, vile wanaweza kuwa wanakuwazia, ama vile wanaweza kuwa wanakudharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile wanakuona uwezi, ama vile wanaweza kuwa wanakuchekelea, ama jinsi ambavyo wanaweza kuwa wanakuudhi. Hiyo yote isije ikasababisha mpendwa ukavunjika moyo, iwe ni watu wa karibu ama wawe ni watu wa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama wawe ni wale watu mnaofanya kazi pamoja na wao. Yesu anasema ya kwamba nikuambie maneno ya wanadamu yasikuvunje moyo. Endelea kukasa mwendo, na pale mbele Yesu atajitukuza kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Si nakwanga namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona Yesu akitumana hii, inamaanisha kuna watu walikuwa wameanza mngomo baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Labda kuna mambo fulani ulisikia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema usivunjwe moyo na maneno ya watu. Endelea kujitolea vile ulivyokuwa unajitolea. Kama ni kuingia kwa kanisa mapema, endelea kujitolea hivyo. Vile ulikuwa unajitolea kuomba, endelea hivyo. Vile ulikuwa unajitolea kwa kazi ya Bwana, endelea kujipa moyo mpendwa, na kupita kwa hiyo njia Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu kwa maandiko Yesu mwenyewe alitukanwa na akavumilia. John chapter 8 number 12 na 13. Tuone vile Mungu anasema kupita kwa hiyo neno, ndio mjue kwamba sio nyinyi peke yenu. Hii Injili Yesu alisema ya kwamba tukikubali kubeba msalaba, ile kikombe alichonywea lazima tunywe kwa hiyo kikombe, na kwa jina lake anatukuzwa. John chapter 8 number 12 na 13 inasema, basi wakamwambia tena akisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye atakwenda gizani na mbali atakuwa na nuru ya uzima. 13, basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alikuwa ni Yesu. Nataka mtambue kwamba unaweza kuwa usikubali kuvunjwa moyo kwa njia moja ama nyingine. Yesu, hii maiki haiongei vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu mwenyewe alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa ni Mungu
kulingana na maandiko, lakini alikumbana na changamoto katika huduma. Na kama walijaribu kumvunja moyo wale Mafarisayo, lakini hakuwapea nafasi. Baada ya kuambia kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu, wale Mafarisayo walimgeuka na wakaanza kumkejeli, wakaanza kumnenea maneno ya kumvunja moyo, kumwambia ya kwamba hata kama iko namna gani, ushuhuda unaojitolea ni ushuhuda ambao si wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alipokuwa anawaambia kwamba mkinikubalia na mnipokee, yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo wakati alipokuwa akiwaeleza, kuna uwezekano ikuwe kuna watu unawahubiria, unasema ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafungua, Yesu anabariki, Yesu anabadilisha. Kwanza wanakuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakupiga wanakuangalia. Kuna dada niliwaeleza, tulienda kumwombea mahali fulani, kumwambia kwamba Yesu ako na uwezo wa kubadilisha maisha yako, Yesu ako na uwezo wa kukuinua. Akatuangalia kutoka chini mpaka juu. Tulikuwa tumekonda msingo, ilikuwa inatokelezea hivi kama ile ya twinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye cha kusimama kuongea, alisema endeni kwanza mkajiombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Maneno ya kuvunjwa moyo, tuliyekuwa naye akaliangalia, nikamwangalia, tukaangaliana, na mama ako serious, anasema nimesema tokeni kwanza nyinyi mkajiombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukatokelezea na tusuti twetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungeona zile 3 piece vile ilikuwa inafanya namna hii kwa barabara tukienda, kwa sababu tumetamkiwa maneno ya kuvunjwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukaenda tukijitia nguvu, tunasema ya kwamba hata kama huyu amekataa chini, tunajua tutafikia wengi, na kupita kwa jina la Yesu itatukuzwa. Na hata Yesu mwenyewe alikataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukajipa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu unaweza humbiria, mwambia kuja twende kwa chachi yetu, Mungu atakubariki. Na kuangalia atanibariki, atakubariki mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si hivyo ndivyo wanafanyanga? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaangalia kwanza vile unawaeleza, kama kile unawaambia kitafanyika, kama kwako kwanza kimefanyika. Yesu akaniambia hiyo ndiyo maneno adui amepanga ya kutumia kuvunja watu mioyo nao. Na Yesu akasema tusikubali. Yeye mwenyewe aliwahubiria Mafarisayo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na maneno aliyokuwa anawaambia ni maneno mazuri, ya kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na atakaye kuja kwake ataona uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini pamoja na hayo wakamjibu wakamwambia, basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Sio ni neno ya kuvunja mtu moyo, sio ni kama ile tuliambiwa tukajiombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakumalizia hapo, waliendelea na kumkejeli Bwana. Na ndiposa Yesu akaniambia kwamba henda ukaambia watu wangu wasinge wakavunjika mioyo kwa sababu ya masauti, kwa sababu ya mambo fulani yanaweza inuka kinyume nawe. Endelea kujipa moyo na kupita kwa hiyo hatua. Kuna mambo Yesu atakutendea, kuna milango Yesu atakufungulia. Usifadhaike wala kuongopa, endelea kushikilia imani vile Bwana anakuamini. So long as Mungu anakuamini, endelea na kuinua huyo Mungu. Wanadamu wakiongea watalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuone hiyo John chapter 8 number 47 mpaka 53. Ndio uone Yesu mwenyewe walimungeuka. Ndio unjue hivyo watu wanakuongelelea. Hivyo watu wanasema wa nyumba yako hiki, watoto wako wako hivi. Vile wanasema unjue kwamba si wewe. Hata Yesu mwenyewe alikutana na maneno. Hiyo John chapter 8 number 47 mpaka pale 53 inasema hivi. Yeye aliye wa Mungu uyasikia maneno ya Mungu, vivyo nyinyi amusikii, kwa sababu nyinyi si wa Mungu. 48 Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatusemi vyema ya kwamba wewe umsamaria nawe una pepo? Yesu akajibu 49 Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi naheshimu Baba yangu, na nyinyi mwanifunjia
heshima yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. 50 nasema, wana mimi siufuati utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi 52, basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua, sasa tumetambua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nao wasema mtu akilishika neno lako hataonja mauti. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye alikufa, na manabii walikufa. Wanjifanya unani? Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni maneno ya kukejeli ama si ya kukejeli? Hiyo ni maneno ya kuvunja moyo ama si ya kuvunja moyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu mwenyewe aliitwa pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumetambua alipoambia kwamba mkilionja neno langu hamtaonja mauti kamwe. Wakamwambia tumejua sasa wewe umepangawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaambia Yesu, tumetambua ya kwamba wewe uko na pepo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu mwenyewe akawaambia, mimi sina mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye hajapangawa, kila anafanya ni ya kwamba anawaumbilia habari njema ya Kristo, kwa sababu yeye mwenyewe anjitafutia utukufu, lakini utukufu anaotafuta uko na mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu kama aliambiwa amepangawa, akaambiwa kuna mapepo, maneno ya kuvunjwa moyo, lakini Yesu hakuna mahali alipumzika, aliendelea na kuinua Yesu. Wacha wewe, watu wanakuuliza Yesu wako alienda wapi? Wanasema kama uko na Yesu, mbona mambo fulani inakufuata? Hivyo ndivyo Wayahudi walimuuliza, yakasema wewe unajifanya kwamba wewe unani? Ibrahimu baba yetu na manabii walitangulia. Sasa wewe unatuambia nini wakati unasema ya kwamba tukija kwako ama tukionja neno lako tutakuwa na uzima wa milele? Wewe ni nani utuambie hayo mambo? Tunaamini Ibrahimu baba yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akamwambia kwamba kama mungeamini Ibrahimu huyo baba yenu, na hata mimi mungeniamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipowaambia hivyo, wakamwambia okay, sasa tumejua masungulupi, sasa imekupamia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ni Yesu, na hakufadhaika, alijipa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha wewe unaulizwa Yesu wako alienda wapi na jirani, unafura kama maandazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wanauliza Yesu wako ako wapi? Jipe moyo mpendwa, hata Yesu alimuita mapepo mpaka akasema yeye hana pepo. Ama hiyo masema, ama ni yangu inasema hivi? Inasema hivyo? Hiyo inasema hivyo mtumishi? Na yako inasema Yesu alisema? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatukusema vyema ya kwamba wewe Msamaria nawe una pepo? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Labda kuna mtu mliongea naye akakwambia sindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata alikwambia, kama alikwambia sindwa, Bwana Yesu asifiwe, unamwambia wewe hauna pepo na utasindwa kwa jina la Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ati alienda wapi Mungu wako? Ukiomba usiku ni shida, wanauliza huyo Mungu wako wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Anajingambanga kila Sunday na kanisani. Huyo Mungu wake ako wapi? Na mimi nakula vizuri kumuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya kejeli. Hivyo ndivyo maneno yaliyotamkiwa Yesu, lakini haikumvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuone mtumishi mwingine ambaye alidhihakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sababu ya kudhihakiwa, hawa watu wote hawakudhihakiwa kwa sababu ya ubaya. Walidhihakiwa kwa sababu walikuwa wanatangaza habari nzuri, na hiyo habari haikuwa inatakikana kusikika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Bwana Paulo alituhusiwa ya kwamba kona wazimu. Kwa sababu gani? Kwa kuwa alikuwa anaomba mfalme ambaye alikuwa anaitwa Agripa aamini ya kwamba Yesu anafungua, Yesu anaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume, kifungu kile cha Matendo ya Mitume
kitabu ni kile cha Matendo ya Mitume kifungu cha 26 mstari wa 24 hadi wa 26. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema hivi, naona waandaa hiyo ya English unisomee ndio tuelewe vizuri, na Mungu atajitukuza na ataonekana. Chapter 26 number 24 na 26 inasema hivi, inasema alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu, kusoma kwako kwingi kumengeuza akili yako. Akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Kwa maana mfalme anajua habari ya mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua, kwa maana jambo hili alikutendeka pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hiyo ya Kizungu inasema nini? Acts of the Apostle chapter 26 verse 24 to 26. The Bible says, at this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul, he shouted. You great learning in driving, you are insane. I am not insane. Most excellent Festus, Paul replied, What am I saying is true and reasonable? Verse 26. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. Bwana nabariki maandiko yake. Paulo aliitwa wazimu na Festus, na si huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si maandiko ama si maandiko aliita Paulo wazimu kwa sababu ya Paulo alienda kuambia mfalme maneno mazuri ya kwamba ninajua Yesu ako na uwezo, lakini kwa sababu Festus alikuwa anaona ule umaarufu ulikuwa na mfalme, akaona ule Paulo kumwambia maneno kama haya ni kama hayafai kuambiwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Festus akakemea Petro, akamwambia, wewe umesoma sana, lakini akili yako ni maye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo Festus huwa anakemea wa Biblia, nasema wa Biblia, mimi sisemi huyu pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Festus akamkemea Petro, akamwambia, wewe umesoma sana, lakini akili yako wacha tusome tena 26 number 24. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo, Kiswahili inaitwa Festo, Kizungu ni Festus, akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu, kusoma kwako kwingi kumengeuza akili. Kwa hivyo amechanganyikiwa, amekansel maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo hakuwa na shida, yeye alienda kujieleza kwa mfalme na akamwambia, ninajua anayatambua haya ninaomwambia, lakini inaweza mbadilisha. Paulo akamjibu Festus akamwambia, mimi sina wazimu, kile ninafanya ni naeleza mfalme yale mambo na vile yanastahili kutatuliwa, kwa sababu na hata yeye anayatambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Si tumeona Yesu aliitwa pepo na Mayahudi, si ni kweli? Kumbukeni neno, tusivunjike nini moyo na maneno ya nani, ya watu. Vile watu wanaweza kuwa wanakuona, vile wanaweza kuwa na kufikiria, vile wanaweza kuwa na kunenea, vile wanaweza kuwa na kuwazia mabaya, vile wanaweza kuwa na kudharau, vile wanaweza kuwa naona hakuna kitu kizuri kinaweza toka kwako, vile wanaona uwezi, vile wanaweza kuwa na kuchekelea, vile wanaweza kuwa wanakuudhi. Haya maneno, vile wanaweza kuwa naona ni kama umekosa njia,
hiyo maneno ya kuvunjwa moyo, mpendwa, isije ikakutatiza. Yesu mwenyewe akawaumbilia, akawaambia kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu na atakaye kuja kwake ataona mwangaza. Wakamngeuka wakamwambia, sisi tunatambua Ibrahimu na tunajua manabii waliotutangulia, wewe mwenyewe hauko upande wetu. Kisa na maana, kwa sababu haya mambo unatueleza haiwezekani. Na wakamkemea Yesu, wakamwambia, wewe unajifanya ukisema ya kwamba tukikuja kwako hatutaonja mauti, wewe ni nani? Wakamwambia, tumetambua wewe uko na pepo. Yesu akawajibu, mimi sina pepo, kila anawaeleza ni ile njia ya ukweli. Wakarudi tena wakamwambia, tumetambua wewe umepangawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya kumvunja moyo, maneno ya kumkejeli, lakini hayo yote haikumsitua Yesu. Aliendelea, alijipa moyo, hakuacha kufanya kile alikuwa anafanya. Aliendelea na kuhubiri habari njema ya Kristo. Tukaona Petro akiwa na umbili, ndiye huyo akakutana na Festus, akamwambia, wewe umesoma sana Petro, lakini akili zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia kwamba umesoma kusoma kwako kwingi kumengeuza akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha Petro amekanzwa na maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani alichanganyikiwa kwa njia moja ama nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akasema ya kwamba maneno ya watu wapendwa yasije yakakuvunja moyo. Endelea kujipa moyo na kujitia nguvu katika hii safari ya imani, tukitambua kwamba kwa kunenewa, hiyo ndiyo chakula ya watu wa Bwana. Kumbukeni maandiko ilitangulia, Matthew chapter 5 number 11 na 12, ilitangulia kusema ya kwamba heri nyinyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya ya uongo kwa ajili ya Kristo. Biblia inasema furahieni na kushangilia, maana zawadi yenu mbinguni ni kubwa. Hivyo hivyo wanavyowaudhi ndivyo walivyowaudhi manabii waliotangulia kabla yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo watu kukuambia umechanganyikiwa, hiyo sio shida. Kuuliza Yesu wako alienda wapi, hiyo sio shida. Kusema ni kama huyu Yesu wako Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya kejeli, maneno ya kukuudhi, Bwana Yesu apewe sifa. Kuonekana uwezi, kuwaziwa mabaya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kutukanwa kwa ajili ya Kristo. Kumbukeni Biblia inasema eli nyinyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya ya uongo kwa ajili ya Kristo, furahieni na kushangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko inasema tufurahie na kushangilia, kwa sababu zawadi mbinguni ni kubwa kwa wale wote wanaoshangilia na kufurahia wakati wanaponenewa mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja nikiendesha gari, nikafika mahali kulikuwa junction. Majamaa ndio hao wawili walevi wa motorbike. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaingia tu bila kuangalia left na right. Bwana Yesu apewe sifa. Nikakanyanga breki wapite. Wakipita nikawapigia honi kwa sababu nimeona wamehatarisha maisha. Kama sio mimi nilikuwa kwa hiyo barabara, ingekuwa ni mtu mwingine angepita na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipowapigia honi, badala waingie kwa barabara na waendelee na safari, huyo mmoja ako nyuma akangeuka akaniambia hivi. Akanifanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na nimekanyanga break. Na si alikuwa ingie, ilikuwa nipite. Na kama ningepita naye. Na kama angekuwa mtu mwingine angepita na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nika slow ndio apite. Na nikampigia ni kumwambia nimwatalisha kwamba amekosea, angestahili kuingia hivyo. Ule kwa pale nyuma akaniangalia, akaniambia kafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ananiambia sina nini? Ile Festus aliambia nani? Ile aliambia nani? Paulo akamwambia hii imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua, nikamwambia Yesu wasamehe kwa sababu hao ni wale wanajielewi. Angejua ni nani anamfanyia hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
lakini nikajua haesi, angetambua ni nani anamfanyia hivyo, haesi fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwa barabara tunatoshana zote. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema usivunjwe moyo mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vile ulikuwa umeacha, sasa kuna maneno labda ulisikia maneno ya kukuvunja moyo, ikachangia ukose kujitolea vile ulikuwa unajitolea. Yesu hakusileka, Paulo hakusileka, aliendelea kujipa moyo, hawakupunguza mwendo. Kwanza Paulo akasema ya kwamba sasa anakasa mwendo ili afikie goli yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kuambiwa akili yake imepungua, yeye aliongezea mwendo kufikia goli yake. Yesu alipomkejeli aliwaambia, hiyo haitanitatiza, nitaendelea na kutangaza ukuu wa Mungu. Hivyo basi mpendwa, usubuhi ya leo Yesu akanituma akaniambia kwamba enda ukaambia watu wangu wasije wakafunjika mioyo. Labda kuna watu wa familia walikunenea wakakuuliza, kwani uoni miaka imeenda na tuoni dalili yoyote? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo dalili wanangojea Yesu, kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa amefanya ikuwe hivyo kwa sababu sasa Yesu baada ya hii neno alisema ya kwamba ataenda kuondoa aibu kwa watu wa Bwana. Kuna mambo ataenda kusababisha ndio waliokuwa na maswali waone matendo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unajua kuna nchi kijana anafika kabla kama hajaoa, mamake anaanza kutumia midhari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana akikuja kwa boma walipotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Aonje yaona hata mmoja. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Akiletea chakula mara moja na mama anauliza, nitakuletea chakula mpaka lini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anasema kuna mambo anaenda kutenda. Kuna milango itafunguka. Hiyo kejeli hautaisikia tena, kwa sababu kuna mambo Yesu anaenda kuyafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe usivunjwe moyo. Kuna mahali nilikuwa nashiriki kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa naamka mapema sana kwenda kwa ile kanisa kuosha, kupanga viti. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja mama mmoja, sikuwa nadhania kama anaweza niuliza mambo kama hayo. Akaja siku moja akaniuliza, wewe unaamkanga mapema hivyo kwenda kanisani kufanya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye mwenyewe anaonanga ile kazi nafanya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nilikuwa narauka, napanga, naosha kanisa, napanga viti, napanga vyombo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na naenda nachota maji na kuja kujaza kwa mambarazi, kwa mandram, ndio watu wakija waweze kuombewa waende wakatakase nyumba zao. Siku moja mama moja akaja kaniuliza, na wewe unaamkaga mapema namna hiyo, unaendanga kwa kanisa kufanya kazi gani? Kamwambia, kama uonangi ile nafanya utakuja kuiona. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa sababu gani? Nikajua shetani amepitia pale, ndio hiyo jambo inikwaze, kwa sababu hii kazi nafanya inafurahisha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wakati ama kuna mambo Bwana ananiandalia kupita kwa hiyo kazi ya kuosha kanisa, kupanga viti. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nilikuwa ninarauka mapema saa 11 niko kanisani. Ninaosha kabisa kanisa na maji. Naosha kabisa viti, napanguza zote hizo viti. Narudi napanga vyombo vizuri. Narudi tena nakimbia. Naenda kuchota maji kama mitungi 8 na njasa hizo mapipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninakaa pale nikiendelea kushika anga mateka, nikingojea watumishi wa Bwana wakuje, kila kitu nikiwa nimekipanga vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nikajua shetani amejua hii kazi ninafanya ni mzuri na amepitia hapo anikwaze. Hiyo haikunibabaisha, nilijitolea kwanza, nikajituma zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kupita kwa hiyo kazi ndio Mungu aliniinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kile kiungo kinaonekananga kidhaifu, Biblia inasema ndicho Mungu anaheshimu zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa watu wakija kanisani, kwa mfano nimechelewa huko kwa laini ya maji, unasikia wanauliza, na ule anafanyanga hii ako wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naitwa ule kijana wa kuosha kanisa na kubeba vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini waliokuwa wananiita hiyo siku ya leo tukikutana na wao Yesu asifiwe sana.
ukitumikia Mungu kwa uaminifu, pasipo kutisikia masauti, pasipo kuvunjika moyo, unapojituma kwa ajili ya kazi ya Bwana, naye Mungu huwa anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambao shetani huwa anatumia. Anaweza tumia jambo fulani wewe akuvunje moyo, kupita kwa sauti, kupita kwa kunenewa, hata kutukanwa. Yesu alitukanwa akaambiwa kona pepo, baada ya kuhubiria Mayahudi, ya kuambia Mafarisayo, ya kuambia kwamba nyinyi, yeye ndiye nuru ya ulimwengu na atakaye kuja kwake atakaa kwa mwangaza. Wakaanza kumwambia yeye ako na pepo. Tumeona vile Paulo alipokuwa anaongea na ule mfalme Angibu, Biblia inasema Festus akamwambia, kusoma kwako kwingi kumechanganya akili yako. Kwa hivyo ni kumaanisha yeye ako na wazimu. Paulo akajibu Festus akamwambia, mimi sina wazimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ninafanya ni kuna mtu labda kuna mahali umeongea naye ukamwambia vile Yesu anaokoa, ukamwambia vile Yesu ubadilisha mambo, na anakucheki kwanza, anaangalia kama kile unasema ndicho kiko kwako. Kumbukeni ya kwamba maandiko yanasema nyinyi ambao mlio upande wa Yesu mtatajirisha wengi, lakini kwa kuonekana mtazamo wa kawaida mtaonekana hamna vitu, lakini mko na vitu mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko inasema hivi ya kwamba mtatajirisha wengi, lakini nyinyi kwa mtazamo wa kawaida mtaonekana hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu si mchungaji anaweza kutamkia kitu na upokee na yeye hana. Kwa hivyo ni kumaanisha katika ulimwengu wa kiroho yeye ako na hizo vitu, ni vile ulimwengu wa kiasili yeye hana, lakini ulimwengu wa kiroho ako nazo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akanituma akaniambia kwamba ambia watu wangu wasivunjike mioyo, kwa sababu yeye mwenyewe alitukanwa, akaambiwa kwa na mapepo. Mumesikia maandiko yakisema Yesu akawajibu wale Mafarisayo akawaambia kwamba mimi sina pepo, kile ninawaeleza ni ule ukweli. Paulo akasema yeye si wazimu, kila anafanya ni kuongea ule ukweli. Kuna uwezekano ikuwe kuna mahali ulitangaza habari ya Yesu na watu wakakongeuka moyo. Jipe moyo mpendwa, endelea kujitolea na mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni kitu gani kilisababisha ukavunjika moyo? Ulikuwa unaamka saa 9, sasa uliacha. Hata alamu ikilia, napeleka mkono mdogo pole unavinya na simu unarusha pale. Naambia tukutane asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani kilisababisha mbio uliokuwa nao umezimia? Nini ilichangia vile ulivyokuwa unajitolea leo hii au unjitolee? Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno ya kuvunjwa moyo usije ukayasikiza. Aidha wanasema nyumba yako iko hivi, familia yako iko hivi, Bwana Yesu asifiwe sana, kazi yako iko hivi. Hiyo mambo isikuvunje moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. China na kuna kitu Yesu alinituma. Nitaongea first na niongee second. Na nikisahau unikumbushe. First, second nikisahau. Yesu aliniambia hivi, wanadamu wanampimanga akili. Wacha nitumie hiyo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaniambia hivi, yeye ndiye upeana baraka za watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaniambia kwake hakuna mtoto mume na mtoto mke, hakuna mtoto wa kiume na mtoto wa kike, wote kwake ni viumbe zake. Na juu mbinguni hakutakuwa huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, zote tutakuwa watoto wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama umefanikiwa kupata vijana, wacha kuuliza Mungu maswali, kwa nini niko na vijana peke yake sina msichana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama Bwana amekubariki na watoto wasichana, shukuru Mungu kwa sababu amekupea mahali. Wewe hautatoa, utaletewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ni kwa ule akona kijana, kwa sababu atatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Atafanya nini? Atatoa. Si lazima atoe. Akilipa mahali. Ama namna gani? Lakini msichana si nikupokea. Ama namna gani? So Yesu nauliza swali moja. Leo hii na wanaume msinibebe vibaya. Leo hii mboma mingi zimejengwa na wasichana. Ni kweli ama si kweli? Mboma mingi sana. Hebu angalia wale masista wako. Turudi hapo, piga hiyo picha uone. Uone vile wamechangamkia hiyo mboma na wewe uko pale tu. Wasichana ndio wamejenga kwao. Ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akaniambia kwamba watoto wote yeye ndiye upanga na ndio upeana watoto. Na akona uwezo wa kupeana ule mzungu president wa America, the former president. Si anaitwa Obama. Akona watoto wangapi? Vijana ama wasichana? Huyo si ni bilionea? Kuna mahali alikosea? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuache kuuliza Yesu maswali. Wale watoto wamekupea, tosheka na wao. Ni baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni wasichana ndio vijana wako. Kwa sababu wakioleka wataleta vijana. Kwa hiyo mboma. Kama ni wafulana, wao ndio wasichana wako. Wataoa, walete wasichana kwa boma. Tunaelewana? Kwa hivyo story ya kwamba nataka msichana, nataka kijana, wacha Bwana mapenzi yake yatimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto ni watoto. Na wanatoka kwa nani? Yesu alisema hataki hiyo maswali. Aliniambia nikuje nitangaze first service na second. Ya kwamba yeye hataki kuulizwa maswali. Baraka zake si za kilio. Na kila amekupangia ndio kyako. Na ana sababu ile amepanga hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuache kulaumu Mungu. Tumwambie kwa nini Mungu, mbona hii? Hakuna kitu kama hiyo. Bwana ako na mpango mzuri na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama unapenda msichana sana, kuna wale wanauzwa huko town. Enda andafti moja akuwe kwa boma. Kama unataka kijana sana, enda ukafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Na sini wote ni watoto. Ama namna gani? Na utakuwa umesaidia jamii. Kwa wazo yamba hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu anatukuzwa. So, nafikiri ujumbe umefika. Mtoto ni mtoto. Tuache kupea Mungu condition. Na Mungu atatukuzwa na ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hivyo basi Yesu akatumana akasema ya kwamba tusifunjwe moyo. Na hii kwa hiyo kuvunjwa moyo. Usifunjike moyo kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu ya mambo fulani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akaambia Yesu akaambia Mafarisayo ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu, yeye ni nani? Na yeye ni mwangaza wa ulimwengu. Yeye ni mwangaza wa, na ukitaka ukiingia kwake atakuangazia. Wakamwambia, tulikuambia wewe. Tulikuwa na Ibrahimu baba yetu na manabii waliotutangulia, hawakusema maneno kama haya. Kwa hivyo wewe umepanga. Wanaambia nani? Ya kwamba amecancel maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Festus ndio huyo. Akakuja kwa Paulo. Akamenda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Mungu anatukuzwa. Si tuliona Silas alikuwa anauza miti. Si nilifunza hivyo? Si alikuwa yeye alikuwa anauza miti. Na alitoa miti yake ijenge makanisa Yerusalemu. Mpaka Mungu akamuita mtu wa Mungu. Na Silas yako ameokoka. Si huyu wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jina hiko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jina haiko wapi? Kwa maandiko. Na Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu anasema
usikubali kuvunjika moyo. Kumbukeni Biblia imesema, eli nyinyi watakapowaudhi, watakapowashtumu, watakapowaongelelea maneno mabaya ya kuwashutumu, ya kuwaudhi kwa ajili ya Kristo, furahieni na kushangilia, kwa sababu zawadi yenu ni kupa juu mbinguni. Kwa vile wanabii waliotangulia waliwaudhi hivyo, na hata nyinyi hatuna budi kunenewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo chakula cha watu wa Mungu wameokoka ni kuongelelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo chakula ya watu wameokoka. Kunenewa, hiyo ndiyo chakula. Na wewe ukizoea hiyo na ukitambua hiyo na ukose kunungunika, Mungu atasimama upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Simameni. Ambia Yesu umepata kuelewa ya kwamba kuanzia leo maneno ya watu yasikuvunje moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba utabarikiwa lini, mambo hii itakuwa lini, hiyo achana nao. Wapee tu nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waachie Mungu ashughulike. Mungu tuko na kile anaendelea kushughulikia. Na muda usio mrefu, usiokuwa mrefu, Bwana atawajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiongope wala usifadhaike. Yesu mwenyewe aliitwa pepo.